Fikiria umekutana na matangazo ya aina mbili ya madalali wawili. Dalali wa kwanza akasema napangisha frame au vyumba au eneo la biashara popote ambapo mtu unahitaji kulipata. Wa pili akasema nawasaidia watu kupata maeneo ya kuishi au maeneo ya kufanyia biashara, mahali ambapo pana usalama, mahali ambapo pana mzunguko wa watu wengi, mahali ambapo hapana vurugu. Yaani kwenye tangazo lake akawa ameaddress pain points zile au yale matatizo ambayo watu wengi wao wanakutana nayo mahali pa biashara au mahali pa kuishi. Nina uhakika sana huyu dalali ambaye ameaddress pain points ndo ambaye utaenda naye. Yaani utamtafuta huyo ili akusaidie kupata unachokitaka. Kwa nini? Kwa sababu unaona kama anakuwa anaongea na wewe. Siku zote matangazo ambayo yako very likely kutu attract sisi ni yale ambayo tunaona kabisa yanaongea na matatizo yetu. Yaani yana address matatizo ambayo yanatusumbua na ndo yanatuprompt au yanatuchokonoa kutafuta suluhu siku zote. Sasa kwenye matangazo tunapokuwa tunayatoa, hakikisha unaangalia je, ni mambo gani hasa ambayo yanawasumbua watu wako. Yaani wale wateja ambao umewatarget. Sasa kuna namna nyingi, unaweza ukaingia kwenye mtandao ukatafuta labda kwenye industry yako, labda unauza nguo, je ni vitu gani ambavyo vinawasumbua sana watu wakitaka kununua nguo? Je, ni kujua size, je ni kujua rangi, mambo kama hayo. Yale ambayo unayakuta kule ndo unayatumia kuwa sasa kama marketing points zako. Yale matatizo unaya-address moja kwa moja kwa watu wako. Kwa mteja akisoma anaona huyu mbona kama anaongea na mimi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi hata mteja kukufikia kwa urahisi na kukufuata kwa sababu anaona kama unaongea na yeye na unajua kwamba yani anaona kama unamjua vile kibinafsi. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kutumia pain points za watu kuliko tu kwenda generally kwamba nafanya kitu fulani. Jaribu kuangalia vitu ambavyo vinawasumbua alafu vitumie kwenye marketing materials zako.